Wapendwa wa Kinyoro, mjambo. Watu wangu wa mjambo. Mambo mulai. Mimi nilikuwa nimewamisi sana. Na mimi nimepeana mbegu nikasema nitamalizia Kinyoro. Kama Gitina Mimba. Hiyo ni dhihirisho kamili kwamba ninawapenda sana. Na kama ningepeana mbegu ikwishe bila kufika Kinyoro, ndio yangu ilikuwa mbaya. Maana nyinyi ni watu wangu kabisa. Sasa watu wetu, hii Trans-Nzoia yetu iko na tabu, iko na umaskini wa hali ya juu. Watu wetu wanaishi maisha ambayo ni magumu kweli kweli. Ninajua hata hapa watu wanajikaza tu. Hata wamama wameunda nywele lakini ni kujikaza tu. Mambo sio mazuri, sio? Hata kule kwa manyumba zetu najua kuna shida mingi sana. Hata watoto hawana chakula, wazao hawana chakula. Nikasema ukweli ama uongo? Na mimi nikasema sio aibu mimi nikipatia watu wangu mbegu ili waende wapande. Tunapeana hii sio kutafuta umaarufu wa siasa. Tunapeana mbegu ili watu wetu wavune, tufukuze njaa kutoka nyumbani. Maana hakuna umaskini mbaya sana kama umaskini wa njaa. Ama vipi wa mama? Unakuja nyumbani watoto wamengojea na una chakula. Hata huna gorogoro. Sasa hii yangu hii ukipanda vizuri, uilee vizuri, tutakuwa tumefukuza njaa nyumbani. Tuko pamoja na yangu. Na mimi nikiwapatia mbegu, usiende mkauza hii mbegu. Ama usiende ukakunywa nayo pombe. Wale ambao mnatupa hii mbolea na kuuza watu yangu, acha niwaambie. Nyinyi hamjui kuanzia weekend tumekuwa na MD wa Kenya Seed kwa ofisi kusukumana na kusukumana ili tupate mbegu ya kutosha kuja hapa. Maana kauli zingine pia zinataka mbegu, lakini akasema Trans-Nzoia, maana ndio ilikuota yao, akasema tutaanza na Trans-Nzoia kwanza. Sasa mimi sijalala, hata sauti imekwisha, mimi naleta mbegu ende uuze kweli? Hata Mwenyezi Mungu atafurahia kweli? Maana mimi sibagui, sitaangalia kitambulisho, sitaangalia nini, sitaangalia kama uko na shamba ama una shamba. Kama una shamba na umepata mbegu, usipatie mwenye wako na shamba na amelemewa apande, akivuna atakupatia kidogo. Kama nataka wapige. Hiyo ndio sisi tunataka. Na wakati mimi nakutana na watu yangu, maana sio rahisi pia mimi nikuje huko nipate watu wengi namna hii, kuna maswala mengine pia lazima tuongee, si ndio? Hatuwezi kusahau. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi hizi kama Wakenya, hatujawahi kupigana ile vita vibaya wakati wa siasa. Kila baada ya miaka 5 tunachagua viongozi, tunachagua rais, ma-MP, tunachagua, tumekuwa sawa sawa. Kuna wengine wamekuwa wanapigana vita, wanamwaga damu, hata tunapata wananchi wao wamehamia nchi zingine. Kenya tumekuwa sawa sawa kidogo. Sio watu wetu. Lakini pia Mwenyezi Mungu amepatia wananchi nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanataka. Kila baada ya miaka 5 mnachagua viongozi. Kila baada ya miaka 5 tunachagua viongozi. Mimi nataka ikifika 2027 watu yangu ya Kinyoro, muangalie muone ili matatizo ambayo mko nayo iko na uhusiano kabisa na siasa. Muangalie viongozi gani mnachagua ama namna gani. Maana sisi tunataka tubadilike kidogo. Kwamba ile siasa ambayo tunakuwa tukifanya ya ukabila, ya masengenyo, ya vita, tuachane nayo. Tuangalie tabu yetu hii ni nani anaweza kusuluhisha. Ama namna gani watu wetu. Tuondoe mambo ya ukabila kwa mambo ya siasa kabisa. Maana siasa ndiye itafanya ujue mjukuu wako ataishi namna gani. Yule mtoto wako ambaye amesoma akafika university, ako na degree, atapata kazi ama atapata kazi. Ukivuna mahindi yako utapata mahali pa kuuza ama utapata mahali pa kuuza. Hii mambo yote ni siasa. Ukienda hospitali utapata dawa ama utapata dawa. Tuondoe masengenyo kabisa. Na mimi nataka viongozi tupendane, tuache mambo ya chuki. Mimi nimekuwa naambia watu wangu magana mali naenda ni kwamba sisi kama serikali ya kaunti tuliamua kwa ulimwengu kwamba kila mwaka tunapeleka pesa kwa ward, mali kuna MCA tunapeleka pesa. Kwa miaka 3 tumepeleka milioni 84. Tumeelewana hapo? Kila ward hata hapa Kinyoro milioni 84 imefika hapo. Kuna wengine nikiongea hivi wanaenda wanaambia wananchi kwamba anatembea anadanganya, anatembea fanya namna gani. Mpaka naona MCA mmoja anasema kwamba atakijenga ECD anatumia mshahara yake.
Kuna viongozi ambao kwa sababu ya ukabila wakienda kwa jamii yao wanasema unatembea ni ukabila hajatupatia pesa. Haki ya Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu ile pesa kaenda kwa wodi ni the same. Au watu bakuini. Ile naenda kwa wodi ya Msabot na Mbukusu yote inafanana, hakuna hata kumoja. Wale ambao mimi najua wananchi wa kawaida hata wana shida na mimi. Hata wananchi wa Sabot wanakuja kwa ofisi kila siku. Kuna mmoja ambaye mimi nimefunguza kweli? Ama tunaweka pale unaangalia kitambulisho ukiona chepeti wanafunguza ukiona wangila naingia. Hatufanyi hivyo. Lakini hapa juu level ya viongozi kuna wale ambao kila siku natembea wanaingiza ukabila na chuki ndani ya watu. Na mimi tutaondoa hiyo maneno tukubali. Ama namna gani? Hata wakati kuunda serikali national government walikuwa wanaongea mambo ya shares. Kama hukupigia president huwezi pata kiti ya waziri. Mimi nilipeana kiti ya waziri katika baraza langu la mawaziri 10 waine ni Wakalenjin. Na hukunipigia kura kwa sababu gani? Ukabila ipeleke mtu mahali popote. Mimi kama nilikuwa mtu mshezi ningeweka tu maana ulio nipigia kura na Wakikuyu na Wakisii ningeweka hao ni watu wa Kalenjin nje. Mbona sikufanya hivyo kama mimi ni mkabila? Mbona sikufanya hivyo? Nyinyi watu yangu sio jamii wa Sabot hapa. Mtu akikwambia anatembea kwa ukabila, uliza yeye unatembea ni kunyema nini? Uliza yeye. Maana ukabila yangu ni upi? Ukabila mnasemanga ukabila ni ukabila gani mimi niko nayo? Tunataka tupige siasa ambayo ni ya maana ambayo inasaidia watu ama namna gani? Ndio tunataka watu wetu. Na tupendane, tuache mambo mengine mengi. Wakati mambo imefika kwako nyumbani, ni jirani yako anakusaidia, sio mwanasiasa. Ama namna gani? Ukikuwa mgonjwa ukienda hospitali, wanataka damu. Huwa anauza jamii yako kweli? Wanapima damu yako, wanaenda wanaangalia mtu yote ambaye anafanana damu yako wanachukua na hata kama ni mwenda wazimu, wanachukua damu wanakuwekea. Bwana usemi mimi nataka pia kabila yangu. Bwana usemi hiyo. Hii kasumba ya ukabila mimi ya ujinga tuachane nayo kabisa kwa yangu. Hakuna mahali inatupeleka, hakuna mahali inatupeleka. Watu waache propaganda na porojo. Mheshimiwa kipekee kilima barabara hapa, ajue kwamba hii pesa anatumia mdogo anatembea. Akijenga ECD mdogo anatembea. Ndio. Ukipeana basari hata hii mambo ya mbegu hii. Hata hii mambo ya mbegu. Hata hii mambo ya mbegu hii. Ni kwa sababu tunafanya kazi pamoja na MCA tunaweka pesa tunanunua mbegu. Ndio. Na yote ni mali ya umma, pesa ya umma sio pesa ya mtu mmoja. Tumeona watu wetu. Tuko pamoja. Jambo la pili ni kwamba tuko na matatizo katika idara ya afya. Hata rais mwenyewe amejua, amepangia mawaziri wamefika 3. Mambo ya SHA inafanya kazi ama haifanyi kazi? SHA mama mko na linda mama ilitolewa, si ndio? SHA haifanyi kazi, watu wanatibiwa. Tukisema pesa ikuje tulipe madeni pesa haipatikani, imefika mahali tafunga hospitali zetu. Zile hospitali za missionary ile ya Catholic ile makanisa mengine wamefunga. Private hospitals wanaanza kufunga, imebaki ya serikali wafisha imekataa kufanya kazi. Tunaambia rais kitu kama haifanyi kazi usikwaminie. Ama namna gani? Maana watu wanaumia, lazima tuseme kweli. CBC haifanyi kazi. CBC haifanyi kazi, watoto wetu wanaenda kwa junior secondary miaka 2. Wamekaa kule, hakuna masomo imefanyika kwa Mungu. Watoto wetu hawajasoma, junior secondary watakuwa na masomo. Maana sasa ni mingi, walimu ni wachache. Na bado tunajua kuna malaboratory. Saa hizi ni mwaka ujao grade 10, wanaambia watoto wetu njoko ni 13 14 atachagua kama ataka kuwa scientist, kama ataka kwenda kufanya geography, ama kama ataka kwenda kupiga gitaa. Watoto wetu wanaenda kupiga gitaa. Hapa wanasema kwamba hesabu ni option. Kweli watamu mtakubali maneno kweli. Mtakubali maneno kweli. Sasa mwalimu mtoto aelewi CBC, mwalimu aelewi CBC, mzazi aelewi CBC, na tembea aelewi CBC. Hii maneno mtakubali kweli. Hii maneno mtakubali kweli. Na mimi nataka kukumbusha wale wakubwa ambao wako Nairobi, akiwemo Raila Odinga, ya kwamba Kenya ni nchi ya vyama vingi. Wakati wa siasa, kabla ya siasa na baada ya siasa. Sio tukipiga kura tunarudi tena pamoja na manager anabaki peke yake. Lazima tukue na watu ambao wanakaa nje wanaambia serikali hapo ni makosa, hapo ni sawa sawa. Hapa ni makosa, hapo ni sawa sawa. Sio? Unasemanga? Hao wote wameingia kwa serikali. Mimi nimesema watu ya Kinyoro, mtakubali mimi niongee kwa niaba yenu?
Kama kuna matatizo mtakubana tembe yaongee. Na wakikuja kunipinya mtabana mimi. Mimi nimesema hata kama wakubwa, maana wewe ni mkubwa, kama ndio mtu mdogo. Sisi tunajua. Kama unapata mshahara pesa mingi, wanauliza huyu jamaa mbona anapiga kelele? Napiga kelele maana siwezi kufurahia kama mtu yangu anapata matatizo. Kama namna gani? Ni yeye anajua mshahara ipunguzwe, watu wengine wapewe kazi. Kama namna gani? Maana hii dunia hii hakuna mtu ambaye amezaliwa hata dunia miaka yote wengine wanaenjoy. Tuko pamoja watu wetu. Sasa unajua rais wetu ni mtu ambaye anajua kupanga siasa. Sasa yeye na Raila walikuwa wanatukanana vibaya sana. Mnajua? Rais alikuwa anaita Raila ni mtu akitendawili na mchawi na mganga, ndio. Alafu Raila alikuwa anaita Ruto nini? Nani? Alikuwa anamuita mwizi, ndio? Kabisa alikuwa anamuita hivyo. Sio mimi nilikuwa namuita, huyu alikuwa anaita huyu mganga, huyu anaita huyu mwizi. Na rais akasema hata nini ifanyike, mambo ya mnusu mkate hata wahi kubali. Sasa saa hizi Raila ako wapi? Sasa Raila ambaye ni mganga ameshikana na Ruto ambaye wanasema ni mwizi kwa kaunti. Sasa kweli mambo wanataka namna gani bwana? Unakaza wao kweli? Yeye ndio mzee kweli? Sasa unajua, wewe niambie kitu mjua. Watu wetu wacha niambie kitu ambaye mjui. Wabunge wote wameingia kwa serikali. Wote wameingia kwa serikali. President akiongea kitu wanapiga ruhusa bunge hata kama ni mbaya. Hata wakati finance bill ilikuwa mbaya, hakuna mwenye aliambia president ni mbaya. Walingoja president mwenyewe akasema baada ya kusukuma na Gen Z akasema ni mbaya, tena wote wakasema tulikuwa tunajua ni mbaya. Mbona hapo wamemwambia? Kama ni watu wazuri, mbona hapo wamemwambia? Sasa watu yangu au watu wote wameingia kwa serikali. Sasa hizi president Ruto anaweza kufanya kile kitu ambaye anataka, maana hapo anatuta ndani kukuza likiji. Maana hapo na ujumbe wa kutosha. Sasa serikali kwa kawaida hata hii yangu hii ni ya kufinya mwananchi. Serikali isipoangaliwa inafinya mwananchi utalia na kuna mtu ataongea. Lazima tukue na watu ya kuongea ndio serikali ijue kwamba kuna watu wanaumia huko nje. Mimi nitaongea hiyo maneno. Marana watu yangu. Mimi nitaambia Rais Ruto ukweli, asitaki wakanijini mkasirike, maana sina rais mwingine wa kuambia maneno ya SHA. Sina rais mwingine wa kuambia mambo ya CBC. Sina rais mwingine kuambia kwamba watoto wamesoma na wana kazi, mimi sina. Yeye mimi taambia maana mchaguliwa na ambia ukweli. Namna gani? Kwani ukweli? Sasa mimi nikiongea hivi unaona kula wimbo ya nini? Nani huyo? Lazima tuseme ukweli, si ndio? Juzi wakati tulikuwa kule kuchepukati, mimi niambia president kwamba mambo ya kufungua mipaka wageni wakwete Kenya hii wachukue vitambulisho wajana. Wamekataa, wageni bado wameingia, mimi nimewachana nayo, wacha tungoje baada ya miaka 5 muone nini itafanyika hapa. Mambo itakuwa mbaya. Lakini alikubali kwamba wageni wapewe vitambulisho bila malipo, si ndio? Mimi nataka watu wetu muende mchukue vitambulisho kwa fujo. Umeelewana? Maana msipofanya hivyo wageni watatoka nje watakuja kutawala sisi. Hata pale Uganda Wasebei na Wabukusu watakuja, si ndio? Wakuria Tanzania watakuja na Wamasai watakuja. Kule Waborana, Waburuji, Wagambura, kule Northern watakuja. Wasomali watakuja. Pande hii watukana kutoka Ethiopia watakuja. Watakuwa wengi, watakuwa na chaguo la rais wa Kenya. Msipochukua vitambulisho na mchunge taifa lenu la Kenya, haki ya Mungu tutakuwa na taifa. Tuko pamoja wote. Itafika mahali hata kumchagua MCA kama wiki pekee hamtaweza. Mgeni atasimama hapa, atapigwa kura itashinda yenu. Hata pasta yenu hatakuwa nyinyi. Pasta ya Kenya hatakuwa wenu. Hii maneno naongea ingiza kwa roho, maana mtakuja kuyaona siku nyingine. Mimi sitangai nasema ukweli. Lazima niseme ukweli, ndio? Maana ukweli unaponyesha, ukweli So, watu yangu mimi nimesema hiyo mambo yangu, nitaendelea kusema ukweli, maana president pia ni binadamu, ndio?
President ni binadamu na binadamu anafanya makosa. Gavana ni binadamu na gavana anaweza kufanya makosa. Mimi nikifanya makosa najua kipekana naambia gavana hapo ameenda kando. Amekuwa adui yangu. Sasa mimi niko sawa tu. Bona watu wengine hawataki tuongee wanaruka wala kupiga kelele. President ni mmoja, mimi nikiacha president, acha president nijibu sasa watu wengine wanijibu. Maana pia wana habari wanatapatapa huku tu. Maana namna gani? Tuko pamoja wote tu. Tuko pamoja. Na hii Kenya itakuwa nzuri. Kenya itakuwa nzuri. Maana watu wa Kenya ni watu wazuri. Ni watu wangwana. Bora tuelewe kumanage siasa, mambo yatakuwa sawa. Tutakuwa sawa. Sasa mimi kabla nipeane mbegu, iko mambo mabaya wao tunafukuza. Wao tunasema tawe, si ndio? Kama kitu ni mbaya unasema tawe. Na tukisema tawe na wewe kuja mkono namna hii, hiyo mambo yote yanaingia kwa koti yako na ndani. Mimi nakumbuka wakati Yesu alifukuza mapepo. Ikatoka kwa mtu ikakimbia kwa nguruwe, kaenda wapi? Sasa sisi tukifukuza vitu mbaya na umeniangalia, utaenda nayo nyumbani. Maana yangu haihusu individual, inahusu mambo ambayo ni mabaya yanafanywa sasa hivi tunakataa, kwa sababu tunataka uongozi ambaye itaki mambo mabaya, si ndio? Na hii maneno nikisema tawe, ongea na lugha yako. Kibare tawe ni nini? Ndio. Amoche, ongea na lugha yako. Kama ni Kizungu sema no, kama ni Kiswahili sema la, kama ni nini? Tunaelewana? Twende. Bunga. Haya, mama ya njaa. Ukabila. Mapendeleo. Mafuriko. Kiangazi. Magonjwa. Njaa. Vifo. Kodi Kenya. Mimi nilisema Kinyoro nikitina mima yangu, sio? Nimeleta mbegu ya kutosha, kila mtu mnyama hapa atapata mbegu. Tumeelewana? Wale vijana wa matisa mbegu mmekuja na pikipiki msukuma watu. Utapata mbegu yenu kwa msukuma watu. Tumeelewana? Hakuna kusukuma wa mama hapa, watu wa Kinyoro wako na order. Na nyinyi watu wa Kinyoro mkiona mtu anasumbua hapa, mko naruza kubeba yeye. Kama namna gani? Maana atakuja hapa kufanya mchezo. Kama namna gani? Sasa sisi wanaume hatupangi laini moja na wamama. Wanaume upo. Unaonaje ukisimama nyuma ya mama hapo mbele yako amekokea matiti kwa mgongo? Ujana sio alileta mama wa kwanza. Mama wa kwanza tuangalia ni nini? Sasa alileta nani wa kwanza? Bwana wewe. Mama mtanga laini hapa na 12 hapa. Angalia huko. Mama laini angalia pande hiyo. Hapo kuna mbili angalia huko. Wanaomba ndio kwenda karibu. Mama angalia huko. Laini kumbe tuangalie huko. Mama angalia songa. Songeni. Kama tunataka mpaka mtume wewe angalia pande hiyo.